Kwenye mjengo unaomilikiwa na kanisa kuna hao wanafunzi watatu. Mmoja anaitwa Hane, mwingine anaitwa Chiso pamoja na Jasmine. Huu ni muda wa darasani, lakini wenyewe hapo nje wanapeana umbea. Kidogo anatokea mlezi wao wa shule na kuwahoji kwa ukali kuwa muda huu ni muda wa vipindi, kwa nini wenyewe hapo nje? Kisha akawataka waende darasani, lakini Chiso anaonekana na mdharau mlezi wake wa shule. Huyu mlezi wa shule anaitwa Sister Faith. Sister Faith anamuonya Chiso, yaani wanajifanyia ujinga wa maisha yako, au nadhani baba yako ni mmiliki wa shule hii? Usifanye nikuchukie, hebu tema unachokula. Huyu Chiso anaonekana ni mwanafunzi mwenye nidhamu mbovu hapa shuleni. Sister anabaki analalamika, hivi mtoto ana mama kweli? Upande huu tunamwona padri akiwa na muumini wake. Huyu padri tutambatiza kwa jina la Padri John. Alafu huyu muumini wake anaitwa Mr. Chuka. Mr. Chuka anampa Padri John maua yake kuwa Padri John ni mtumishi wa Mungu mwenye kutenda yaliyo mema. Pia Mr. Chuka ni mtu wa imani sana kwenye mambo ya Mungu. Katoa mpaka viwanja vyake kwa kanisa, yani katoa sadaka eti. Na kanisa limetumia viwanja vyake kujenga shule ambayo shule hiyo inamilikiwa na Padri John kama mkuu wa shule. Kwa kuwa Mr. Chuka anamheshimu sana Padri John, Mr. Chuka anamwomba Padri John, yani padri, kwa kipindi hiki ambacho nasafiri, yani kama huna kazi, njoo nyumbani kwangu. Utakuwa unashinda wewe na mke wangu. Pia utakuwa unamfundisha mambo yote ya kimungu. Kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu na nyumbani kwangu yupo mke wangu. Na nadhani hakuna mambo yoyote mabaya yatatokea. Padri John anakubali hayo mawazo na anampa baraka Mr. Chuka. Kesho muda wa kwenda shule, Chiso anakutana na wanafunzi wanatongozana. Kwa kuwa yeye ni mbabe wa shule, basi akafika na kuanza kuwafukuza. Kidogo mkuu wa shule ambaye ni Padri John akawa anapita. Chiso ikabidi ajifiche. Baada ya padri kupita, Chiso akawa anajiropokesha, mbona huyu padri ni mzuri? Hivi ni kweli hawa watu hawaruhusiwi kuoa? Hapana, mimi nitakuwa wa kwanza kwake. Chiso akamtamani Padri John, ikibidi hata aweke mahusiano ya kimapenzi. Baada ya mida kadhaa kupita, tunamwona Padri John katoka ndani na huyu mdada. Huyu mdada ni mke wa Mr. Chuka. Kwa kuwa Mr. Chuka alitaka Padri John awe karibu na familia yake, basi Padri John akawa anamfundisha mke wa Mr. Chuka mambo ya kiroho na ya kiimani kwa kipindi ambacho Mr. Chuka akasafiri. Baada ya siku kadhaa kupita, tunamwona mke wa Mr. Chuka yupo ana furaha. Kumbe anafurahia watu kwenye TV wakiwa wanapeana mikunjo. Kidogo mume wake akafika kutoka safari, basi wakasalimiana na kufurahi. Mr. Chuka anaonekana anampenda sana mke wake. Kidogo bimdada akajihisi kama tumbo linamuuma hivi, yani kama ana dalili za mimba, lakini bimdada anakuwa kama anaficha kitu fulani hivi. Haya bwana, huku shuleni tunamwona mkuu wa shule ambaye ni Padri John yupo kwenye majukumu yake ya kazi, na hapa anampa maelekezo mwalimu jinsi ya kufundishwa kwa upendo ndani ya darasa. Punde simu ya mwalimu ikaita, ikabidi aende kuongea na simu. Muda huo huo Chiso akaingia ofisini, alafu akupiga hata hodi. Padri John akashangaa, huyu mwanafunzi ana shida gani? Alafu akamsalimia kwa ujasiri, padri za kwako, wewe mwanafunzi una shida gani? Uone kama huu ni muda wa darasani na unaingia ofisini kwangu bila kupiga hata hodi. Kwani shida ni nini padri? Akaanza kumpa mitego. Padri John anazidi kuwa mkali. Nimekwambia toka humu ndani na uende darasani. Kwanza unadhani hiki ni choo? Hebu toka nje. Wakati kanataka kutoka kakampiga na busu. Padri akakasirika, akachukua kiatu ili ampige nacho. Kizazi cha